Kumbe haya mabaya hayaondoki ni kwa sababu mimi nilipofanyiwa jambo baya na mimi nililipa baya. Ukilipa baya ndipo unafungua mlango kwenye nyumba yako, ama kwenye eneo unaloishi, ama inawezekana kwenye mfumo wa maisha yako, ndipo unafungua mlango wa mabaya ambayo hayatoki. Sasa bahati mbaya hatujui. Sisi tunamwambia tu nitoe kwenye teso, nitoe kwenye teso. Alafu unakutana na mwenzako anasema funga siku 40. Anafunga siku 40. Kumbe kuna mbinu tu itakiwa uwe nayo. Cha kwanza, cheki hilo teso limeingia kwa mlango upi? Angalia mstari tena. Kitabu cha Warumi sura 12, 17, 19. Biblia inasema hivi: msilipe mtu ovu kwa ovu. Angalia hilo. Msimlipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote, kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipiza kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, asema Bwana. Mtu ambaye inawezekana alikusemea maneno, inawezekana alikufanyia jambo, alipokufanyia wewe ulichukua hatua gani? Alafu angalia shetani alivyo. Shetani leo hii anatutengenezea hivi, anakutengenezea mtu akufanyia jambo ovu, alafu anatega mtego. Wewe ukilipa tu lile, tayari huku anapata haki ya kusimama mbele za Mungu kwamba huyu ninamtesa kwa sababu alishalipa. Ukilipa baya, unapoteza amani kwenye nyumba yako, kwenye maisha yako. Kwa nini ndoa nyingi hazina amani? Nenda kaangalia, Biblia inasema kama mume wako amekufanyia jambo la kukuumiza, alafu wewe ukalipa kisasi, fahamu hamtaishi kwa amani kwa mujibu wa hii mistari. Wewe ndio mlinzi wa nyumba yako. Mwanamke ndiye anayelinda nyumba na anajenga nyumba. Cheki, wanawake wengi sana hawajui namna ya kulinda. Anapokufanyia mume wako jambo baya, ili uilinde nyumba yako iwe na amani, usilipe kisasi. Ukilipa kisasi, mabaya hayataondoka. Watu wengi wanalipa kwa kutumia mfumo ufuatao. Cha kwanza, kwa kusema. Kwa mfano, amekutukana, ni baya, si ndio? Na wewe utajibu hivyo hivyo. Hapo umeshafungulia nini? Mabaya. Fikiria ndugu yako anakuambia, unajua wewe umepoteza shamba lile kwa sababu hii na hii na hii na hii. Alafu unasikiliza, alafu na wewe utamlipa hapo hapo. Watasema, kwani na wewe hujapoteza? Baba aliacha gari na wewe umepoteza. Lakini kama ni mtu wa rohoni akikwambia mtu shamba lile kapoteza